Wakati mwanamke huyu alipojifungua, bila kutarajia, alipata paka wadogo wawili. Alipoona hivyo, mkunga alizimia hapo hapo. Akisaidiwa na mtumishi wake, alinyanyua blanketi, na hakika walikuwa paka wadogo wawili. Alikuwa na hofu kubwa, kwa sababu si muda mrefu uliopita mfalme alitaka mrithi. Alichagua wanawake wengi kutoka kwa watu wa kawaida ili wawe wake zake wadogo, na akaahidi kwamba yeyote atakayejifungua kwanza angekuwa malkia. Baadaye wake hao wadogo walipigania nafasi hiyo ya umalkia. Mmoja baada ya mwingine, wote walijifungua watoto wa kiume. Lakini mfalme alipowaona watoto hao, aliwanyonga wake hao wadogo. Alisisitiza kuwa wanawake hao walikuwa wamezini. Mwanamke huyu hakufanya kosa lolote, lakini alijifungua paka wawili. Kwa muda hakujua la kufanya. Angeweza hata kuuawa bila uchunguzi wowote. Mfalme aliyekuwa amesubiri kwa muda alikuwa na wasiwasi sana. Alifanya haraka kuingia ndani ili amuone mtoto wake. Alipoona hivyo, mwanamke huyo alimwambia mtumishi wake kwa haraka awafiche paka hao kwenye ndoo. Kisha akapiga magoti kwa haraka na akamwambia mfalme kwamba amemwangusha. Waliposikia haya, walinzi walichomoa panga zao. Alipoona hivyo, alisema kwa haraka kuwa hajasafisha kabisa, lakini tumbo lake lilikuwa linauma sana na alikuwa na harisho. Harufu hiyo ndiyo iliyomfanya mkunga azimie. Baada ya kusikia haya, mfalme alimfokea kwa kosa kama hilo. Kisha bila huruma, aliamuru mwanamke huyo apelekwe kwenye ikulu ya baridi. Mwanamke huyo alimshukuru mfalme kwa haraka, kwa sababu angalau aliokoa maisha yake. Usiku, mwanamke huyo na mtumishi wake walifika kwenye ikulu ya baridi. Sehemu hiyo ilikuwa ya ukiwa na iliyochakaa. Hata chakula cha kila siku kilikuwa kigumu kupatikana. Baada ya hapo, mtumishi alileta bakuli 2 za supu ya mchele kwa ajili ya paka hao. Lakini walisikia harufu tu na kuondoka. Alipoona hivyo, mwanamke huyo alihisi wasiwasi sana. Ndipo mtumishi wake alimkumbusha ajaribu maziwa. Ingawa hakutaka kabisa, hakutaka wafe njaa. Hivyo alikamua bakuli 2 za maziwa. Kwa kushangaza kwake, safari hii paka hao wawili walikunywa maziwa hayo. Hili lilimfanya mwanamke huyo kuwa na furaha sana. Lakini bado alikuwa hawezi kuelewa kwa nini yeye na mfalme wapate watoto wa paka. Wakati huo, ghafla alisikia mtoto akimuita mama. Lakini waligeuka, walishtuka kuona paka hao wamekuwa watoto wawili wanene. Mwanamke huyo alichanganyikiwa kabisa. Alikuwa hawezi kuelewa kwa nini hili lilitokea. Cha kushangaza zaidi, walikuwa hawana tofauti na watoto wa kawaida. Kwa sababu walikuwa watoto wake, aliwakumbatia mikononi mwake. Siku iliyopita, mwanamke huyo aliporudi baada ya kutafuta chakula, alikuta watoto hao wawili wameandaa sanduku la keki na zawadi ya thamani kwa ajili yake. Walikuwa wameshika agizo la kifalme na muhuri wa kitaifa wa Jade mikononi mwao. Mwanamke huyo alishtuka sana. Alijua ameingia kwenye matatizo makubwa. Ndipo mtumishi aliporudi kunamwambia kuwa agizo hilo na muhuri vilikuwa vimeibiwa. Mfalme alikuwa akitafuta kila mahali na walikuwa karibu kufika kwenye ikulu ya baridi. Aliposikia haya, miguu yake ililegea, akifikiria kuwa amekwisha kabisa. Sekunde iliyopita, sauti za hatua za miguu zilisikika kutoka nje. Watoto hao wawili waligeuka mara moja na kuwa paka tena. Komenti kama unahitaji mwendelezo.